ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda maishani mwangu, hakuna awezaye kuyatenda. Hakuna awezaye kuyatenda. Vile umeniinua maishani mwangu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda Elishadai, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda kanisani mwetu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda ndani yangu, haleluya, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda wokovuni mwangu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda kazini mwetu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda. Yale umetenda ndani yangu, haleluya, hakuna awezaye kuyatenda. Tunakuabudu, haleluya, tunakuabudu, amina, amina. Tunakuabudu, haleluya, tunakuinua, haleluya, tunakuinua, amina, amina. Tunakuinua Baba, twasema asante, haleluya, twasema asante, amina, amina. Tunakuinua, haleluya, tunakuinua Baba, amina, amina. Haleluya, tunakuinua, amina, amina. Tunakuchezea, haleluya, tunakuchezea, amina, amina. Tunakurukia, haleluya, tunakurukia, amina, amina. Tunakurukia Baba, sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Jehova Jire. Sifa na utukufu ni zako, Elishadai. Sifa zako, Baba za dumo. Sifa zako, Baba za bomba. Sifa zako, Baba za bumba. Sifa zako, Baba za bumba. Sifa zako, Baba za bumba. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Jehova Jire. Sifa zako, Baba za bumba. Sifa zako, Baba za bumba. Sifa zako, Baba za bumba. Who has your final say? Jehovah, the final say. Who has your final say? Jehovah, the
turns my life around. Jehovah turns my life Oh, He makes a way. He makes a way. He makes a way. Oh, Jehovah never knows. oh, Jehovah turns my life around. He turns my life. He makes a way where there is. He makes a way where there is no way. Jehovah. Never knows. Oh, Jehovah turns my life around. Jehovah He turns my life around. He makes a way. makes a way. He makes a way. Hallelujah. Never knows. Oh, Jehovah turns my life around. Oh, Jehovah turns my life around. Hey, 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 hey. He makes a way where there is no way. Jehovah never knows. Oh, who has your final say? Jehovah never knows. Oh, no matter what the doctor says. Jehovah never knows. Oh, no matter what your friends may say. Jehovah never knows. Oh, no matter what your boss will say. Jehovah never knows. Oh, Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life He makes a way. He makes a way. Hallelujah. Jehovah never knows. Oh, Jehovah turns my life around. My life He makes a way. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah has the final Oh, Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. Yes, He makes a way. He makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Tunakuabudu, hakuna Mungu kama wewe, Bwana wa mabwana, hilo ndilo jina lako. Tunakuabudu, hakuna Mungu kama wewe, Bwana, Bwana wa mabwana, hilo ndilo jina lako. Tunakuabudu, tunakuabudu. Oh, Hakuna Mungu kama wewe, oh, Bwana, Bwana wa mabwana, utwase, hilo ndilo jina lako. tunakuabudu Yahweh. Hallelujah. Hakuna Mungu kama wewe, Bwana wa mabwana, hilo ndilo jina lako. tunakuheshimu, Tunakuheshimu. Bwana wa mabwana. Hakuna Mungu kama wewe, Oh, hallelujah. Bwana wa mabwana, Oh, tunakiri, hilo ndilo jina lako. tunakuheshimu Bwana. Tunakuheshimu. Hakuna Mungu kama wewe, Jehova, wewe ni Bwana. Bwana wa mabwana, Hallelujah. hilo ndilo jina lako. Tunakuinua Bwana. Tunakuinua Bwana. Hakuna Mungu kama wewe, Wewe ni Bwana. Oh, hilo ndilo jina lako. twasema asante. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Yes, so Father, we give you all the glory. Jehovah, we honor you.
glorify your name, oh God, and declare of your worship. Yes, oh Lord, you're worthy of our praise and honor. Yes, oh Lord, you're lifted above all other names. Yes, oh Lord, you are our Lord. You are the owner and the finisher of our lives. Yes, oh Lord, we honor your name, oh Jesus. We glorify you. Yes, oh Lord, we magnify you. Yes, oh Lord, we declare there is no other God like you, oh God. Yes, oh Lord, you're worthy. Yes, oh Lord, you're mighty. Oh God, you're worthy of our praise, oh Jesus. Father, we honor you and we glorify your name. We declare there is no other God like you. You are our God and our Father, oh God. You are the Father of our lives, oh God, the beginning and the end, oh God. We worship you, dear Lord, and we honor you, God. We glorify your name and we declare of your goodness, oh God. You are worthy, oh God. Yes, oh Lord, you are mighty, oh God. You are our Father in the name of Jesus, oh God. Be magnified, oh God. So Lord, you are mighty, oh God. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be. Oh, we give you all the glory. We give you all. The glory, we give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Everlasting God, from the depth of our hearts, our mouth proclaims that you are worthy our place, oh God. Mfalme uliyekuwa, ambaye upo, utakuwa kesho na milele, twasogea mbele ya kiti chako cha enzi. Tunakutabua na tunakuinua siku ya leo, kwa vile Mungu umekuwa zaidi ya yote. Asubuhi ya leo tunayo mengi kutoka kilindini cha mioyo yetu Bwana, ambayo tumekuja kukutolea kama sadaka, kwa vile Mungu umekuwa mkuu juu ya maisha yetu. Ubali huu Bwana tumefika, haijakuwa ni nguvu zetu ama hekima, lakini Mungu umekuwa msaada wetu. Diposa siku ya leo hatuwezi zuiliwa na hali yoyote Bwana kukutukuza, kwa maana unastahili katika hali zote. Tunakutukuza ewe Bwana, kwa vile Mungu umekuwa mwaminifu juu ya kila jambo. Mungu umekuwa mwema Bwana, tunasema
kusema ni asante. Umekuwa mwema Bwana asubuhi, umekuwa mwema jioni, umekuwa mwema kila wakati. Tunakutukuza kwa maana wewe hubadiliki, haubadiliki na misimu, haubadilishwi na vipindi. Tunakutukuza kutoka kilindini cha mioyo yetu asubuhi ya leo. Ubali huu tumefika Bwana, umekuwa msaada wetu, na hii Mungu umefanya Bwana. Ndiposa Bwana tunakuja kusema ni asante katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tuajiagusha mbele ya miguu yako asubuhi ya leo. Tunajua sisi ni watenda dhambi, hatufai kusimama mbeleni zako, wala hatufai kuitanishwa na wewe. Lakini siku ya leo Bwana, tunakuja kama ule mwana mpotevu aliyeenda akapoteza rasilimali yake yote. Bwana, tunarejea kwako tukiomba utusamehe, tukiomba utupatie nafasi nyingine katika jina la Yesu Kristo, ili tukaendelea kuitwa wana wako katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kazi ya msalaba siku ya leo, ukaosha dhambi zetu kila mmoja katika jina la Yesu. Tunajua tukisema sisi ni watakatifu tutakufanya muongo, na pia sisi tujifanye waongo. Bwana, tunaomba ukatusamehe siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na kwa maana umetuelezea Bwana ya kwamba tukiomba kwa imani Bwana utatimiza, utasikia na utatimiza. Bwana, tunajua Bwana kwamba umetusamehe katika jina la Yesu Kristo. Sasa Bwana, twaja mbeleni zako tukisema ni asante. Umekuwa mwema Bwana, umegharamika kwa kila hali. Tunasema ni asante Bwana. Kuna wengine ambao ni wagonjwa, sisi siku ya leo si wagonjwa Bwana, tunasema ni asante. Umetubariki kwa njia mbalimbali siku ya leo Bwana, hatutazuiliwa Bwana kutoa sadaka ya shukrani, kwa vile Mungu umekuwa mwaminifu hata kwa taifa letu Bwana. Tumekuwa na amani Bwana, tumekuwa tukiona kwamba umekuwa ukitusimamisha kutoka hali moja hali nyingine Bwana. Tunasema ni asante, hatutazuiliwa siku ya leo kusema wewe ni Mungu, kusema huu bali tumefika Bwana. Umetusaidia kama kanisa, kama mwili wa Kristo. Mungu umekuwa mwaminifu, tumeona uaminifu wako kwa kila jambo. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Sasa Bwana, tuaja mbeleni zako kwa maana tumekuja hapa tukiwa na makusudio Bwana. Kuna wengine wetu ambao mili yao Bwana haina afya, ambao wengine wao mioyo yetu Bwana, mioyo yao Bwana imeinama siku ya leo Bwana. Tunaomba ukafanya jambo katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ataingia katika nyumba hili Bwana, hata toka vile alikuja Bwana, kwa maana unabadilisha mambo, kwa maana unabadilisha mambo, unakuja kubadilisha jamii katika jina la Yesu. Siku ya leo Bwana, utapeana nguvu mpya, utapeana uponyaji Bwana, utaponya mioyo Bwana, utaponya nafsi katika jina la Yesu Kristo. Na kila yeyote Bwana ambaye anaona Bwana ni kama hatima yake hataifikia Bwana, siku ya leo Bwana, tunaomba ukawainua tena katika jina la Yesu Kristo. Na misingi yoyote Bwana iliyoandaliwa Bwana kinyume na sisi, kinyume na hatima zetu Bwana, tunaibomoa katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo Bwana, tuongoze Bwana, tuangazie katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja Bwana akiingia katika ukumbi Bwana, asitoke jinsi alikuja Bwana, kwa maana utambadilisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tukiona tamati tutakumbuka kusema ni asante, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako, ufalme wako, leo siku yetu, samehe makosa yetu kama nasi tunavyokosea kwa ufalme wako Amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Tupigie Bwana Yesu makofi ya juu vizuri. Haleluya. Ubali tumefika ni kwa ajili ya Mungu wetu, ametusaidia na tumefika hapo.
Tunataka kuingia katika kipindi cha sifa na tutasifu na wanakwaya. Wanakwaya karibuni, ndio tusifu Bwana. Bwana asifiwe kanisa. Praise God. It's another time to worship our Lord with the choir. Taimbia wimbo ukingoni. Hope you be blessed. Studio.
Let's appreciate them well. Tuwapigie makofi vizuri. Asante sana wanakwaya. Na Mungu abariki sauti zenu mnapoendelea kumsifu na kumwabudu kupitia vipaji zenu. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hii tunapoendelea kusikiza matangazo led by Elder Kimani. Kanisa, Bwana asifiwe. Praise the Lord. Just wave at me. Praise the Lord. We thank God this morning for giving us another day. We thank Him for His faithfulness. This moment, I would like to take this opportunity to, on behalf of the chairman and the Council of Elders and the LCC at large, to welcome each and every one of us in our today's service. Feel in the presence of the Lord. We want to thank God because He has been faithful and has been together with us throughout this year. Na sasa tumebakisha siku kama 26 mwaka huu uishe. Tunamshukuru Bwana. On the same, would like also to recognize anyone who has come to fellowship with us for the very first time. Maybe kama uko pale, tafadhali simama, that we may welcome you in a better way. Wewe ni mgeni wetu, umekuja siku ya kwanza kusoma pamoja nasi. Please stand up. Naona kama sisi wote ni wenyeji. May the Lord God bless us together. Yale ambayo tuko nayo ni kama ifuatavyo. Siku ya leo ni climax ya Church School Week. Na kama mnavyoona ndio wanatuongoza katika ibada yetu siku ya leo, na wanatuuliza ya kwamba tuweze kuwashikilia na hata na fedha zetu. District fellowships today, wale districts ambao watakuwa na fellowship siku ya leo ni pamoja na Greenfield, Kanisani, Central District, Tumaini, Komarox, Bahati, Muthaiga and Upedo. Siku ya leo, after the service, and before that, I would like to inform the members that tuko na huzuni tukiwatangazia kwamba mmoja wetu ametuacha by the name Mary Muthoni wa Derito, ambaye amekuwa deacon na secretary wa Upedo District, amekuwa secretary wa Women's Guild, na amekuwa mwalimu in the children ministry. Na kama siku ya leo angekuwa pamoja nasi as we climax the day of the church school. And at that juncture, ningependa kuwauliza sote tutasimama that we may observe a moment of silence. Yes, na Mungu ailaze roho yake mahali pema. Let's get seated. Ndiye huyo on the screen. Ukimwangalia hata kuna uniform ya Women's Guild na kuna uniform ya Church School. Poleni sana, sisi kama kanisa ametuacha, and tuseme nini? Leo, siku ya leo saa 10 we shall be having her memorial service. Na hii memorial service ni sisi wote members of this church tutakusanyika hapa saa 10 kamili that we may have her memorial service. Mazishi yake itakuwa siku ya Jumanne, Tuesday, pale Nyeri
Mathira Karati na Rudhagati. Wale ambao tutaenda mahala pale, fare ni 1,000 shillings, na unaweza ukamuona Njoroge wa Mwaura saa hii mapema, so that we can be able to plan well. Siku ya leo tuko na induction ya mchungaji Reverend David Muthoi na pale Baraka Church, na wengine wetu wameenda, some of the church elders wameenda, and some of our members wameenda, and that is why you can see that we are not together with some of us. Na kama tulikuwa tumealikwa kama kanisa, we can also support him. We have his number. On 19th of December tutakuwa na induction ya mchungaji wetu Reverend Albert Gikonyo, and on the same day tutakuwa na carol service. Kumbuka sasa mwaka umeisha, na hayo yote tutayafanya pamoja, and we believe that all shall be well. Niko na barua ziko hapa, nitazisoma as it is written. Thanksgiving Sunday on 12th December 2021. Receive Christian greetings in the name of Jesus Christ. We thank God for the far that we have come as a parish. From the beginning of January 2021, God has enabled us to see the month of December. Despite of the few challenges brought about by the COVID-19 pandemic, our God has reigned, and we remain remnant in his vineyard. As part of our parish tradition, the second Sunday of December always remains a day set aside to thank God for his mercies and grace. Psalms 100 verse 4. This year, our Thanksgiving Day is on 12th December 2021. Let's all enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. God bless you as you prepare for this auspicious occasion. Yours faithfully, Elder Grace Washira, the session clerk. Tunakumbusha kwamba siku ya Sunday coming ndio siku ambayo imetegwa kama ya kutoa shukrani zetu kwa Mungu kwa vile amekuwa pamoja nasi mwaka huo wote. Unajua tumepitia hali gumu ya corona and all that, na tutakuja siku ya Sunday kumshukuru Bwana, and this is how we shall do it. Unlike the other time that we had come here for Thanksgiving, on Sunday we shall do it through our district and per every family. Kwa hivyo tutakuja hapa Sunday kama familia na district kumshukuru Bwana. I read another one here. Edict for induction for Reverend Albert Gikonyo wa Muhu into P.C.E.A Society Church on 19th December 2021. Whereas the Presbytery of Nairobi East has received information from the committee on the posting of ministers, the Reverend Albert Gikonyo wa Muhu, minister of the gospel, having been posted to P.C.E.A Society Church to be its minister, and the posting having been accepted by him and by the said Presbytery of Nairobi East. The Presbytery of Nairobi East having adjudged the said Reverend Albert Gikonyo to be qualified for the ministry of the gospel and the oversight of P.C.E.A Society Parish, has resolved to proceed to his induction into charge on 19th December 2021 unless something occur which may reasonably impede it.
Notice is hereby given to all concerned that if any of them has anything to object to in the life or doctrine of the said Reverend Albert Gikonyo Omuhu, they should convey their objection to the Presbytery of P.C.E.A. Nairobi East, which is to meet at P.C.E.A. Sosiani Parish on 19th December 2021 at 9 a.m. If no relevant objection is then made and substantiated immediately, the Presbytery will proceed without delay to induct the said Reverend Albert Gikonyo Omuhu into P.C.E.A. Sosiani Parish forthwith. This by the order of the Presbytery of P.C.E.A. Nairobi East, and this is the first reading on 5th December 2021. Written by the Reverend Meru Mureidi, the Presbytery clerk. I have another one here. Tagazo la kufunga doa section 4. Tunawatagazia kwamba Bwana James Nyaga Kenyajui, mshiriki wa kanisa la Sosiani, parokia ya Sosiani, na ambaye anaishi Kayole, ana kusudi la kufunga doa na binti Hana Wajiko Jogu, mshiriki wa kanisa la Revelation Miracle, parokia ya Nairobi, na ambaye anaishi Soweto. Kama kuna mtu yeyote ambaye agalikuwa na kizuizi ama habari kuhusu kizuizi cha doa hii, apaswa aseme wazi na afafanue wakati wowote kabla ya doa hii kufanyika. Kama hakuna kizuizi, hao wawili wataendelea mbele na kufunga doa siku ya Jumapili tarehe 12 mwezi huu wa December 2021 saa 5 katika kanisa la P.C.E.A. Sosiani Church. Hili ni tagazo la tatu na la mwisho. Mungu na awabariki hao ambao wanatarajia kuungana katika doa hii takatifu kama ilivyo desturi ya Wakristo. Ni mchungaji wenu pamoja nanyi, Reverend Albert Gikonyo, the parish minister. Nyaga, fanya watu hivi. Unajua sasa ni mara mwisho kutagazwa. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio Nyaga. Sunday tutaongea mambo mengine. We thank God for that. Finally, watoto wote tunawatagazia siku ya Saturday tutakutana hapa kanisani ili tujiandae kwa sababu ya harusi ya mmoja wetu Nyaga Sunday. Kwa hivyo tutakutana hapa Saturday saa 9 ili tuweze kujiandaa. And finally, Wednesday fellowship tutaifanya on the first Wednesday of January 2022. May God bless you so much and do you good. I am Kimani Joseph. God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, tupigie Elder Kimani mwenye ametutangazia matangazo, makofi. Asanteni sana, na pia natumai kwamba kila mtu ameelewa na amepata hayo mambo yote. Kwa saa hii tutaendelea na Mungu atatubariki. Pia tunaweza sema hata sisi pole sana kwa familia ya Mary, our sincere condolences. Tunaendelea vizuri na tunaenda kuombea watoto tukiongozwa na Elder Samson. Elder Samson. Praise God. Bwana asifiwe. Watoto, kujeni mbele tuombe.
Praise God watoto. Tuangalie pande hii. Tuangalie mbele. Tuangalie mbele. Praise God. Are you happy today? Why are you happy? One person. Why are you happy today? Mkono juu. Why are you happy? Why? Who can tell us why they are happy today? Yes. Happy today because God has given me life. God has given our life. Nani mwingine? Nani mwingine? Ha, wengine. Aren't you happy? Are you happy? How many are happy? You're all happy. But you have reasons to be happy because God has given us life. Today is your day, Sunday school Sunday, so you should rejoice in it. Kanisa, tusimame tuombe na watoto wetu. Let us pray. Almighty and Heavenly Father, we come before you this morning. We want to thank you, Jehovah God, for the gift of life upon us this morning. We want to thank you even for giving us another special time, dear Father, to worship with the children, God. Thank you for these dear ones because they are just but your creation that you have given us so freely, dear Father, to rear for you. Father, we are joyed to see them in front of the altar, dear Lord, because when we see them, Father, we see your glory. Father, we know we have the church of tomorrow and thereafter, dear Lord. How we pray for them, dear Father, that you may continue watching over them, continue giving them good health, dear Father, continue blessing them, dear Father, at home, dear Father, even in their schools, Jehovah God. Father, we know your book tells us that our children, Father, shall be the heads and not the tails, dear Father. We are proclaiming that, Father, in our lives of our children, dear Lord. Father, we pray even for those dear ones who are not with us this morning. There are those who are in schools, Jehovah God, boarding schools. May you also remember them, dear Lord. Those, Father, who are not even in church this morning, those who don't have food, those who don't have shelter, dear Father, and other amenities, dear Father, may you also remember them, God, as you bless these dear ones, dear Lord. We commit the parents and the guardians of these dear ones, Lord. May you continue giving us the resources, continue giving us the wisdom, dear Lord, to bring them up, dear Father, in the way that you intended them to be, dear Lord. Father, I want to thank you and we want to honor you because of this special day that you've given us in our church calendar, even to celebrate you, dear Father, with our children, dear Lord. May this day be a success because we are praying all this, believing and trusting in Jesus' name. Amen. God bless you. We thank God. Thank you, Elder Samson, for that session. We also appreciate our ministers, children ministers, for taking your time for the children. And also we thank our leadership for supporting us as we continue with the service. We want to get to the reading. So I'm waiting for, yes. So we will hear our readings. The first reading comes from the book of Psalms 121, verse 1 to 8. Second reading, 1 Peter, chapter number 5, 1 to 7. First reading will be led by Susan Joki. The second reading will be led by Sandra Wamoyo. Karibuni sana. Praise God. Praise God once more. My name is Susan Joki from Bahati District, and our first reading will come from the book of Psalms chapter 121 verse 1 to 8. It says, I lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over you, Israel, will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over you, your life. The Lord will watch over your coming and going
both now and forevermore. The word of the Lord. Praise God. Praise God again. My name is Sandra Muyu, and the second reading comes from the book of 1 Peter chapter 5, verse 1 to 7, and it reads, "To the leaders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's sufferings, and one who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Not greedy for money, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you'll receive the crown of glory that will never fade away. Young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you, clothe yourself with humility towards one another, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all anxiety on him, because he cares for you." The word of the Lord. Amen. Thank you, Susan and Sandra, for that nice reading. We thank God for you. As we prepare our hearts, I may ask you to start. Naomba sisi wote tusimame ndio tualike mnenaji with the song "To God be the glory." To God be the glory. Our praise team. Rejoicing through Jesus, his Son.
Indeed, great things you have done, because you are God, and besides you, there is no other. We give you glory and we give you honor even as we sit at your feet this morning. And we thank you for gathering us once again, dear Lord, so that we may partake at your table, that we may receive that which can never be snatched away from us, dear Lord. We want to thank you for your word, for the entrance of your word makes the simple wise. We pray in the name of Jesus Christ that our trust and our confidence in you, dear Lord, will grow even as we sit at your feet this morning. Minister to us, meet with each and every one of us at the very point of our needs, so that in all things, Holy Spirit of the living God, you may glorify the Father and glorify Jesus even this morning. Through Jesus Christ our Lord we pray. Amen. We can have our seats in the presence of God. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Watu wa Sosiani, just wave at me, salimia kwa hewa. Hivyo. I want to thank God for the opportunity to be here again. I want to give glory and honor to God, for this is the day that he has made for us to rejoice and to be glad. And God definitely has a good plan for us, even for this little boy who is coming here. Amen. Hallelujah. I think he is looking forward to becoming a preacher one of these fine days. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna amen leo. Bwana asifiwe. Amen. This is not more cold than where I came from in the morning. I come from Lemuru, definitely, and Lemuru qualifies many a times like the national fridge of this country, because it gets very cold at times. But I want to believe that it is not very cold in our hearts, even if it is very cold outside there. And we have a very interesting theme from the Sunday school or the church school. But before I go to that, I want to say my name is Samuel Njoroge. This is my second time to come to P.C.E.A. Sosian. And I want to thank God for the opportunity to come and minister the word of God. And I believe that God is going to speak to us and meet with us at the very point of our needs. Amen. The church school gives us a very exciting theme about considering how to put our trust in God. Or basically, the little children are challenging us to put our trust in whom? In God. And I want this sermon to be interactive. You will talk back to me, because actually most of the time I tell people I'm more of a teacher than a preacher. So sometimes I ask questions as I preach. And when people participate in the sermon, it becomes much more exciting. And I want really to thank God, because children are the greatest expression of trust that we can ever have. Because children will believe in the adults. Whatever the adult says, the children will always take it as the gospel truth. Actually, children will trust their fathers. They will trust their mothers. They will trust those who are older than them, because they believe that these older people are their heroes. They are their source of protection. They are their source of provision. And children do not question many things. And for our confidence in God to develop to points where it is not questionable, we must develop a childlike faith. Bwana asifiwe. For our trust, our faith in God to reach those levels whereby God is pleased with us. And God says in the book of Hebrews chapter 11 and verse 6, without faith it is impossible to please God. For they that come to God must first believe that he is, and that he is a rewarder of them that seek him diligently. And when the
children are challenging us through their theme to trust, to consider to trust God. Why must we trust God? Because, number one, it is the only way through which we can please God. Trusting God is the only way we express our total dependence and our total confidence in God. And I will define trust in God as simply as confidence in God. Why do we have confidence in God? Because like a child trusts the father, we as the children of God are being challenged through this ministry of the children that we must express our trust in our Heavenly Father in a childlike manner, believing that God will always keep his word. God is not man that he should lie, neither is he the son of man that he shall repent. What God has said, God will do. If God says he will preserve us, like how we have read in the book of Psalm 121, if you look at the declarations that have been made in this psalm, when the psalmist opens by saying, I will look unto the hills, I will lift up my eyes to the hills, from whence does my help come from? And in reference, the psalmist was talking about the city of Jerusalem, where he was dwelling. That is the psalmist David. And he is talking about the city of Jerusalem, which was surrounded by mountains. Mountains that seemed to offer a lot of protection and security. But the psalmist discovers one thing, that his help will not come from those mountains. Hallelujah. He answers the very same question that he asks. From whence does my help come from? Then he says in verses 2 that my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. And why are children challenging us to consider to put our confidence and our trust in God? Because, number one, we are living in very trying days, when everything we have ever put our trust on has been shaken. When everything we have ever believed that life would be okay, the foundations of this life are literally being shaken. Tuko pamoja watu wa Sosian? Ama I am moving very fast. Hallelujah. Our confidence in the things where our security. For example, when Corona came, our trust in our health systems were literally whatever confidence we had in any health system that was existing. Our health systems were pushed to the limits, where we would have sought our help. Our very own jobs were put on the line. Those who had businesses, their businesses went down. In the day we live today, the song you hear in the streets is the song of how the cost of living has gone up day by day. The price of the commodities we go to purchase in the supermarkets or wherever it is we go to purchase those products from, every other day, if you live in Kenya, you will meet prices that are changing day by day. And you thought your job will take you through. You thought your business will carry you through. You thought that you had an insurance policy that would take care of your health. But where does your help come from? In the days that we are living in, if there is a time that God is challenging every believer to have childlike faith. You remember the story of that young boy who was flying in an airplane, and there happened to be some turbulence huko mawinguni, and the plane seemed to be going down, and the boy was seated next to an elderly man, and the boy seemed not to be moved. And the elderly man asked this young boy, why do you look so unmoved? The boy replied, because my father is the pilot
of this plane. Everybody was running helter-skelter, looking very scared. And I want to challenge us, especially those of us who are grown-ups. Because when we grow up, we become familiar with God. The greatest tragedy and the greatest danger of anyone's faith is when they start becoming familiar with God. When you lose your childlike confidence in God. When God says he would heal you, you want to start explaining it in your own way. But the Bible says, I sent my word that my word may heal you. What is God telling you? When God is challenging you to take him at his word, God is asking you to rest. More than Yagosho. God is challenging you, young man, you old man, you old woman, whoever you are. God is challenging I and you to come to a place where we can have that childlike faith, like the faith of that boy who answered the elderly man. And by the way, chairman, who was supposed to express more confidence in God in the crisis? Who was supposed to express more faith? The old man, isn't it? But the danger of becoming old without renewing our faith, that simple trust and confidence that God wants you to have in him, even in the uncertain days of your life. And I want to remind you, my brother, trouble knows where you live. Trouble will come to your, trouble knows your address. Trouble knows even where your family stays. And the Bible says in John chapter 16 and verses 33, in the world you will have tribulation, but be of good cheer. But I know in the world there is tribulation, but faith tells me, trust and confidence in God tells me, and the children are reminding us this morning that we can have that childlike faith. We can rest in his promises, for his promises are yes and amen. If there are times that God is demanding that every one of his children just grows into this childlike faith, you know, the leading word or the call to worship during this, or the leading word during this Sunday school week, where it comes from in that verse 7, it says, casting your cares upon God. And when I look at all of us who are in this room today, I see people who have cares. And I would want to ask and challenge anyone who doesn't have a need to stand up and pray for all of us. Anyone? Oh, all of us have needs, isn't it? And the way we look organized. Yeah? And the way we look okay. Mze, you have needs. Many. But the word of God says casting. Casting means I am picking up my issues. I do not want them to trouble me. I want to enter into a position of trust. But how can I trust somebody I do not know? I need to develop my relationship with God in a better way so that I can have confidence in him. Why does this child trust in their father or their mother with unquestionable loyalty? Because they know that their mother or their father will not fail. Hallelujah. If I get used to the chairman and he keeps his word always, everything that he says he does, I get to a point that my faith comes to a position of rest, because I know chairman will always keep his word. And our relationship needs to get to that level, that you can enter
to a position of rest. A position of rest is a position of unwavering confidence in God. Can I repeat that? That a position of rest is a position of unwavering confidence in God. The confidence that Abraham had. The Bible says in Romans chapter 4, one of the verses there, go read the entire of Romans chapter 4. It says that no distrust. No. Hallelujah. God is faithful. Why must we have confidence and trust in God? Kiongozi wa ibada, very smart man. Eh? Why must you have unwavering confidence in God? Because God is not man. God does not depend on anyone to fulfill his word. Eh? I would rather hear one word from God than a multitude of promises from human beings who will break them at the whim of change. You know, a human being is always looking for a reason not to keep their word. And no wonder people think that God is man, because the only relationship they have been socialized from at a higher level is a relationship with another fellow human being. God is challenging us to take our relationship to a higher level. Consider trusting God. Are you unwell today? The Bible says that he sent forth his word, and his word healed me. Are you in need today? He says that he is Jehovah El Shaddai, the all-sufficient God. Are you anxious today? He says, do not be anxious about anything, but in prayer and supplications, with all thanksgiving, make your requests known unto me. And the peace of God that surpasses all understanding will guard my heart and my mind. Do you know why I will not have migraine head? Inaitwa migraine ama itaitwa migraine. Whatever it is called, I will not have that kind of headache. Why? Because the answer is in the Bible. I don't want to answer with my own human intellect. I will answer with what the word of God says, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I will answer that situation with the word of God, not the stories of the money market that I know, or the stock exchange, or the status of the economy. I am telling you, the Bible says, the just shall live by faith. Muriega. The just shall. You think David was foolish when he said, I am looking at the mountains, where does my help? The mountains of finances that people look up to, the mountains of parents that people look up to, the mountains of anchors that people look up to, until God pushes you to a limit where you can trust no one else but him. Because he is faithful, he will keep his word. So the little boy in the airplane is telling the older man, I am not moved. Why? My father is there. Hata mmesahau hiyo story already. My father is the what? Mawimbi ya bahari inasonga kila upande. Mawimbi huko juu inasonga kila upande. Lakini ninajua nilie muamini. That is what the boy is literally telling the elderly man who should have known more. And why are people so dramatic these days? Because God, the devil hates that you reach a point of rest. Munanisikia? The devil hates that any one of you should come to a point of rest. Rest is nikosawa. Rest is the woman whose son died, yet the woman is saying, it is well. The landlord is knocking on the door. You are not jumping up and down. You are saying, because I know my provider, it is well. Hey, even the doctor has given a report, chairman, that hii magonjwa hii, huyu ni kuenda anaenda. Then that is the voice of the world, and that is what the doctor knows. Then you answer with what the word of God says. Surely he was bruised for my iniquities. He was delivered for my transgressions.
The chastisement for my peace was laid upon him, and by his stripes I am healed. And that kind of confidence gets you to a place where you are telling the devil, whether I die or live, I am still the winner. But because many of us don't want to die, we don't want to get there. But it is interesting enough that it is only Christians who want to go to heaven, young boy, but they don't want to die to get there. Did you hear what I said? This young boy must be wondering what is wrong with this preacher. Because until our faith comes to a place where we are so much at rest with God, that ultimately the purpose of God will prevail no matter what. Whether I die or I live, you think that sister we have been shown here would want to come to Sosian again? Hapa, kufanya nini? We may be mourning on this side, but she is rejoicing with the angels. Because Paul said, to be absent in the body is to be present with Jesus. Which is this Jesus we believe? Ama tunataka Yesu ambaye tunaweza weka mfuko? Yule tutamkula kama njugu karanga, ambaye atafanya vile tunataka. He is sovereign. If he calls us home, we go home. And we are still winners anyway. In all these things, we are more than conquerors. God is challenging us and calling all of us to get to a position of rest. Because our confidence and our trust in the worldly systems every day is failing. Kiuliza Wakenya wengi siku ya leo, hofu ndio imeanza kuingia watu. Kwa sababu we are approaching elections. Let me ask, and even I have seen Kenyans asking on social media, in whose hands are we? Like you forgot, chairman. Where were you safe last year? Does God become God during the time of the election? God is still God with or without the election, with the economy bad or not. You know, I'm challenged by a prophet called Elijah. The prophet of God, Elijah, declares that there shall be famine for 3.5 years. The same famine is going to affect him. But because he has heard, because faith causes you to listen to what God is saying. And after you have heard what God is saying, faith emboldens you and takes you through everything that God is doing in your life. So the prophet declares that there will be famine for 3.5 years. But during that famine, God has sustenance for the prophet. And even during these times that are very uncertain, times of uncertainty in families. Every day we wake up to hearing stories of people who are killing each. Just yesterday, as the day was winding up, we hear people died, were swept away in a bus. You hear so many bad things until you are wondering, is God still in control? Let me tell you, my brother, smart man, he is seated on the throne. He is unmoved. And we want even to blame him for that accident. Like we have no choices to make ourselves. I got very mad about that issue of that death. Because people of faith have become cowards. They don't question anything. They think, ati ukiambiwa kwa gari, ati, and I don't know why I decided I want to mention this, Elder Kim. Kwa watu wanabebwa kwa gari, gari inapelekwa kama safari rally, wamenyamaza hapo. Wasiambiwa ati walisema kuna siasa. Gari inaingishwa kwa maji, tumenyamaza. Innocence. Victim mentality. When you have confidence in God, you don't act the victim. You are the victor. You question things. You stand up for what you believe. Hallelujah. Si talipa gari alafu nipelekwe kama ni kuuawa na uawa. Hapana. Hallelujah. I may not know all the circumstances behind that accident, but I believe human error and the silence of innocent people who knew what is right to do, they were just seated there, questioning nothing. And you know, God hates foolishness. And some people confuse faith and foolishness.
will be done. How ignorant are you that you do not know it is the will of God to take care of you? Because he says, no weapon fashioned against you shall prosper. And then you are telling me you don't know the will of God. The will of God is in his word. This confidence I'm talking about grows ultimately by you investing time in his word. But kama unasoma Facebook kutoka asubuhi mpaka jioni, kichwa yako itakuwa imejaa ripoti gani? Na Twitter, na wewe haupangui ngwi. Those are the stories you are telling us. And you expect to overcome. And ajue, how shall we overcome? How? Ati mimi sipangui ngwi. Na umepangwa na shetani, amekukalia. Hata you can't even breathe. Na hupangui ngwi. May God have mercy on us. Let me read for you a scripture as I close, because at the time yangu imeisha. I don't even have enough time to preach this subject of trust and confidence and rest in God. The Bible says in the book of 1 John, if you are able to read with me very fast. This is one of the verses that keeps me strong. When the storms are raging and the waters are almost overrunning my life. But the Bible says, hallelujah. Nakumbuka Yesu pale katika wilderness hakushinda shetani kwa knowledge yake, alimwambia it is written. And Jesus was God and is overcoming the devil with the word of God. Now, chairman, you are a human being and you want to tell the devil a story. Which story doesn't the devil know? Interesting enough, the devil knows more stories than we do. Do you know the devil is older than us? I'm preaching strange things today. The devil is older than us. 1 John 5. Hallelujah. Verses 4. And I would want us to read from verses 1. It says, whoever believes that Jesus is Christ is born of God, and everyone who loves him, who begot also loves him, who is begotten of him. By this, we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Then it continues to say, and I want you to mark this for yourself for the next week. Whatsoever is born of God overcomes the world. Whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world. Our faith. This is the victory. What is this faith that we are talking about? Simple trust and confidence. That childlike trust in the Father who woke you up this morning. He woke you up today because he has a purpose for you. He woke you up because he is not done with you. I want to encourage you who came discouraged, disappointed, disoriented, depressed, compressed, suppressed, all those words that end with Sean. You know those words that sound negative and they end with Sean, suppressed, suppression, compression, depression, opposition. The Bible says this is the victory that overcomes the world. And you do not have to have a lot of faith. Jesus talked about the faith as small as that. And I want to encourage all of you that came. You have faith. Do you know why you have faith? Why didn't you go elsewhere and you came here? Because inside yourself, unajua, the solution is in the house of God. Because that is the house of the Father. And Jesus said,
My Father's house shall be called a place of prayer. And what encourages and builds our faith more than when we gather together and pray? I challenge you, whatever it is that you are dealing with right now, hand it over to God in simple expression of trust. The children are daring us. Can we trust? Can we dare trust God? That situation, that sickness, that family battle that you are facing today, can you dare trust God? Can you stop fighting that battle? Can you dare hand it over to God? Can you start a song of praise concerning the situation that you are facing? Because when you start praising, the power of God comes down and deals with your situation. Can you dare sing a song in the night? What do I mean by a song in the night? In the darkness, you are singing. You are saying, you are confessing and saying, it is well, no matter what. And I encourage you this morning by reminding you that you are here by purpose. You are here by design. You are here because God wanted you to be here. Why has those problems not overwhelmed you and finished you? Because God has a plan to deliver you. And I close by saying that we know all things. Romans 8:28 says, and we know all things. Whatever it is we are facing, chairman, whatever the church is facing, all things work together. Yeah, all things. All things. I think we need to go back to school to understand what all things mean. All things work together for good to them that are loved and called according to the purpose of God. Have you been called? Maybe the question to answer is whether you have been called, or whether you even know whether you have been called, so that everything in your life is working together for good. And the psalmist in one place saying, I think he was very sick, and he says, I know I shall not die, but I shall live to declare the wonderful works of God. Na wewe ukigonjeka unaanza kusema, there is somebody who called me yesterday actually, chairman, kuniambia ni kuenda anaenda. Nikamuuliza, sinasikia ukisema umeokoka, na sasa umeanza kusema ni kuenda unaenda. Why are you confusing God? Why? Because my confession and my faith must go together. If my trust and my confidence in God will grow stronger and stronger, my confession and the word of God must agree. That is the only way I am able to enter into a place of rest. May God help us that we may be able to trust Him much better. And the song that we sang as we started the service was telling us, trust and, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey, for there's other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For the overwhelming issues that bog your mind down this morning, trust and obey. For there is no other way. Your peace is in trusting. Your assurance is in trusting. Your confidence is in trusting. Your secret to overcoming discouragement is in trusting God. Hallelujah. Let us stand up for a word of prayer. And I pray that God encourages as many as came with burdens overwhelming our lives, that as we leave the house of God today, we will live in a position of rest. Hallelujah. We give you praise. Hakuna Mungu kama wewe.
wajulikana kuwa una nguvu. Hallelujah. Mbingu na nchi hakuna mwingine wa kuabudu, ni wewe tu Bwana. Hakuna Mungu kama wewe, wajulikana kuwa una nguvu. Mbingu na nchi hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe pekee. Wewe Bwana, huyu kijana anaweza kuweka tumaini kwako. Huyu mzee asubuhi ya leo anaweza weka tumaini lake kwako. Huyu mama, huyu msichana anaweza weka tumaini kwako. Zaburi 125 yatuambia, heri wale wakutegemeao, kwa maana wao ni kama mlima Zayuni, mlima usiotingizika. Kama hatutatingizika siku ya leo, twaweka tumaini letu kwako katika jina la Yesu Kristo. And this morning, dear Lord, I pray for every heart that is in your house today, in the face of many issues that overwhelm us, in the face of many questions, God. We can dare trust you. This mother can trust you for her family, dear Lord, because God, you are moving into that family to bring deliverance of her sons and her daughters in the name of Jesus. They can trust you for the businesses that are failing, because you are the God of restoration. Haven't you promised that what the palmer worm, what the cankerworm has eaten, you will restore? And as people trust you this morning, Jesus, grant them double for their trouble. Give them double for their trouble in the name of Jesus. This young girl that came to your house, discouraged, disappointed because of the issues of this life, because of the heartbreaks and the betrayals of this life, you are the healer of every broken heart, dear Lord. They can dare trust you. They can dare put their confidence in you, because you are the balm of Gilead. You are the physician in the name of Jesus Christ. And I pray, dear Lord God Almighty, against every spirit of discouragement, against every spirit of doubt and unbelief in the name of Jesus Christ. And I declare in Jesus' mighty name, as your servant, that your people will go home with their hearts at rest. Why? Because you are at work. You are at work. Your word says you are at work in our lives, both to do and to will for your good purpose. You are at work in our lives. You are at work in that family that has not known peace. You are at work for that young man who is trusting you for a job, dear Lord, for a promotion in the name of Jesus. You are at work, Jehovah. You are at work. Teach us, Holy Spirit, just to trust and to obey. For them that came unwell, Jesus, you sent forth your word. You sent forth your word, and your word healed us. By your stripes we are made whole. Heal every situation, dear Lord. Heal every sickness, every infirmity. We rebuke every infirmity in the name of Jesus Christ. That your people may go home well. Give your people peace. Your peace that surpasseth all understanding, that guards our hearts and our minds through Christ Jesus. Watch over your people even in the coming week, to the praise and to the glory of your holy name, as you teach us the more to put our confidence in you even in days to come.
for you have engraved us on the very palms of your hands. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. I hope that tumesikiza neno na limekuwa neno la kutubariki, kusema kwamba watu wakuwe na imani, we trust in God and with the full hearts. Unapoona kwamba tuko na watoto katika kanisa hili, na sisi wakati tunamaliza kule katika madarasa other Sundays, one thing we do is that we share with them a Bible story ama a tradition story. Bwana asifiwe sana. Na dakika 2 nitafanya namna hiyo ndio wasikie wameridhika kama vile wanavyokuwa kwa class. And then hata nyinyi mtajua vile tunafanya, venye huwa tunafanya tukiwa kule kwa classes. Once upon a time there was a boy and he had his father. Na siku moja huyo kijana alikuwa anaitwa Kamau, akaitiwa baba yake akiwa mlevi sana ili amwendee. Na huyo kijana alikuwa amelelewa kwa msingi wa kanisa, alikuwa anaenda church school, alikuwa ameenda brigade, na sasa alikuwa amefika kwa youth. Bwana Yesu asifiwe. And remember, we are talking about consider trusting in God. So we are talking about trust. So wakati walipokuwa wakati aliendea baba yake, it's a long story but I will shorten. Nitaenda nikifupisha juu ya masaa na muda. Wakati alimuendea na wakaanza safari ya kurudi nyumbani. Walipofika katika msitu mahali walikuwa wanapita, ni lazima wangepita msitu ndio waende wafike kwa nyumba. Na sasa wakaenda wakapata kuna a lion, kuna simba ambaye amelala kwa njia katikati. Sasa ilikuwa ni wewe ni baba yake na kijana, mtu ajue njia yake ategemeo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ilibidi kila mtu ajikakamue na ajue njia yenye atapita hii simba. Juu ukiamua kurudi nyuma simba atakukibiza. Sasa wewe ujue na unataka kwenda mbele ama unataka kukaa hapa, itakuwa namna gani. Na huyu ni simba na unajua simba, he is a brave and a dangerous animal. So kijana, he started singing because of ile foundation amekuwa nayo, alikuwa anajua ile trust anaweza kuwa nayo na ile confidence na faith yake yenye anaweza kuwa nayo inatoka kwa Mungu. So he started saying, you are who you are today and forevermore. What you do, what you say is what you do. You are too faithful to fail me. You are too lovely to leave me. So he succeeded and he passed over. So he went to the other side and waited for his father. Sababu baba yake alidelay kidogo, hakupita na yeye. Sasa naye baba yake juu alikuwa ameitiwa akiwa mlevi na amekuwa ignorant. Kwenda kanisa amekuwa ignorant wakati anadhihaki Mungu. So he started, I am unbogable. Who can bogo me? Ati anaona hata simba haimwezi. Sasa anaona kijana yeye akisema, mimi niko na imani, God is too faithful to leave me. Bwana asifiwe sana. Lakini simba ikarukia baba yake ikamkula ikiwa anaangaliwa na kijana wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kijana alitrust in God, lakini huyu aliona mambo ya dunia ndio inaweza muokoa, lakini alikuliwa na simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Let's keep our trust in God, and God is too faithful to be with us. That is our story for today. Bwana awabariki sana. We want to welcome Elder Joe for tithes and offering. Sifiwe. Praise the Lord Church. Tunataka kuchukua sadaka. Tutaanza na fungu la 10. Kutoka fungu la 10 tutachukua the other offertories, na kutoka hapo tutashikilia watoto wetu wa church school. Tukijitayarisha kwa ajili ya fungu la 10, tukijitayarisha 1
nimekumbushwa niwakumbushe ya kwamba leo saa 10 tuko na memorial service for the late Muthoni. Wote tunaalikwa. Jambo la pili, wanaume wote tunaarifiwa ya kwamba tarehe 11, that is Saturday coming, tutakuwa na end of year meeting na lunch is provided. Itaanza hapa kwa kanisa saa 7 kamili. Wanaume wote, Jumamosi tuko na mkutano wa kufunga mwaka hapa kwa kanisa saa 7 adhuhuri. Na naambiwa ya kwamba wanaume wanajua ya kwamba lazima wakule nyama. Hiyo ni kawaida ya wanaume. Jambo la mwisho ni kuwa tarehe ya Jumapili 12 of December, Jumapili ambayo inakuja, tutakuwa na Thanksgiving. Na Thanksgiving tutakuwa tunaifanya na district na familia. Kwa hivyo familia yako katika ile district huko mtakuwa mnakuja hapa, na wale wachungaji tutakuwa nao watakuwa wanakubariki. Mungu amekuwa mwema na mwaminifu katika huu mwaka wote. Watu wamegojeka, watu wamepata ajali, lakini Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Sijui ni nini unaweza pea Mungu kumwambia ni asante. Kwa ajili kila kitu ni ya Mungu. As we continue trusting upon God on Sunday, let us come with thanksgiving as we honor our Father for the year 2021. Mungu awabariki sana. Wale wote wako na fungu la 10, naomba wanje, tutaenda kwa haraka kwa ajili ya muda. Wale wako na fungu la 10, deacons tuwe tunajitayarisha. Pia wale wametuma kwa pembel, sorry for that. Wale pia wametuma kwa pembel waje. Wale wametuma kwa pembel within that week, thank you. Watu wengi wanajitolea pia katika pembelu zetu, ni vyema hivyo. Pia waje tuombe pamoja. Kanisa tusimame. Nitauliza mhubiri wa siku ya leo aweze kuomba kwa ajili ya fungu la 10. Hallelujah. Our Father and our God, we want to thank you for the faithfulness that these your servants demonstrate every time, dear Lord, they are faithful in their tithing. And we pray in the name of Jesus Christ and indeed command your blessing upon their lives, upon their families, upon their fields where they work, upon, dear loving Father, the marketplaces where, dear Lord God Almighty, they work, that indeed, God, you would continue to bless the work of their hands in the name of Jesus, that your word that is so true would rebuke the devourer on their behalf in the mighty name of Jesus, that no sickness, no infirmity, dear Lord God Almighty, no unfortunate circumstances or situations, God of all glory, will come against their lives in the name of Jesus. And indeed that your word in Isaiah 54 and verses 17 will be true, that no weapon formed against their lives will ever prosper. We thank you that you're watching over your word even to perform it over these families, over these lives. We give you glory and we give you praise, that even as we receive these tithes with thanksgiving, even for the continuation of the work of the ministry, for the establishment of your kingdom, through Jesus Christ our Lord, we command this blessing. Amen. Kidogo. Praise and worship kidogo. Deacons mnapokuja, watoto wote tutakuwa na nafasi yetu ya kutoa katika ibada ya pili. Kwa hivyo watoto wote tutakuwa tunatoa katika ibada ya pili. Deacons ndio nangojea, niko na deacons 3, kujeni. Hao 3 kujeni. Deacons kujeni. Kujeni. Come, good. Nasi pia tuko na deacons wa siku ya leo.
Deacon, chukua huyo. Ndiye utamsaidia kuchukua, na wewe chukua huyo. Kuja. Good. Mburu, na wewe chukua huyu. Haya, chukueni vyote sasa, muwaonyeshe vile tunaendanga. Tunataka kufundisha watoto wetu wakuwe deacons. Praise and worship, tuendelee. Watoto wale watatu kujeni hapa mulikuwa. Those are our deacons today. Situ appreciate. Asante sana. Thank you. Thank you. Kwa ajili ya muda nitaita our MC siku ya leo, Mudhomi wa Mudhoni. Karibu Mudhomi. Huyu ni wakule Meru. Tunashukuru Mungu kwa ajili yake. Praise the name of the Lord. Ni wa county ya Meru na ndiye the chair lady wa church school katika huu mwaka. Atatupeleka hapo pengine. Watoto wote we agreed tutakuwa kwa katika ibada ya pili, except wale wanaenda ndio tutapea nafasi saa hii. Karibu sana our MC. Mugeni. Bwana asifiwe. Mimi ndio naitwa Mudhoni wa Mudhomi, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Siku njema amelinda roho yangu. Mimi ni mwalimu wa church school na ninapenda hawa watoto sana. Kwa hivyo siku ya leo na kulingana na ile dhimu tumepewa siku ya leo, nani anaweza nikumbusha? Unajua mimi ni mwalimu. Before tuendelee, my dear, tumesoma nini dhimu ya church school? Tafadhali ndio niendelee kwa haraka. Trust and obey. Tumefunzwa hivyo. Tafadhali niambie. Consider putting our trust in God. Wow, Bwana asifiwe. Ni lazima mwalimu asikiza kama mchungaji amehubiri ama umeshika. Tumefunzwa consider trusting in God. Na tumesimama hapa kama church school kwa sababu we trust in God and we trust that you people you'll support this church school today kwa sababu tumeambiwa na neno. Si ni ukweli?
Kwa hivyo kama wewe unaniona, fanya hivi. Mwenye ananiona afanya hivi. Mwenye amechukua mkono juu wote asimame. Ndio akuje hapa aniletee kitu yake. Fanya hivi, acha uoga. Tafadhali. Hakuna hamunioni? Haya. Hamunioni? Okay, tuko na wageni wa church school lakini hawatatoa pesa saa hii, watatoa second service. Na nyinyi wote tumeambiwa consider and trusting the Lord. Kwa hivyo kama wewe unaniona, sitakutaja. Na kama wewe umeshaikuwa mtoto, si kila mtu ameshakuwa mtoto. Hatujajikuta tukiwa wakubwa, ama ni uongo? Kama wewe umeshajikuta ukiwa mdogo, tafadhali simama, tuanziwe na chairman wetu wa kanisa. Najua siku moja ya miaka alikuwa mtoto. Kuja utufungulie. Dadi, karibu. Na wengine tafadhali, kama wewe umeshaikuwa mtoto, sitakuforce. Kama wewe umeshaikuwa mtoto, usimame. Lakini kama wewe ulijikuta tu ukiwa hapo, usisimame. Sawa? Kwa sababu leo ni siku ya watoto. Kama wewe umeshawahi kuwa mtoto, usimame. Tafadhali. Chairman, tufungulie. Mungu akubariki sana. Nakojea mtu yoyote ameshawahi kuwa mtoto akuje hapa. Hii kitu ya watoto ni ya kujitolea. Kwa sababu sitakwambia uamuke kia ukweli. Amuka. Kama wewe umeshawahi kuwa church school, umeshawahi kuwa mdogo, tafadhali ni siku yako. Karibu sana. Hakuna kuita mtu, kuja na upatie watoto wetu the best. Na Mungu awabariki sana. Na mifuko yenu isiwahi kosa. Hii siku ya leo mmepandia watoto. Wacha siku moja Mungu awakumbuke. Mungu awabariki sana. Kila mtu, kama wewe hata kama ni shilingi moja, tuliambiwa watoto hakuna kitu wanaangalianga. Watoto wetu wao hawajui kitu mzuri ama mbaya. Kwa hivyo simama na miguu yako, patia Mungu na mtoto wetu chenye chema. Tafadhali. Mungu awabariki sana juu ya kujitolea. Na nimeangalia mwenye haja amuka. Kama wewe nakuona umeamuka, umekaa chini chairman. Sija kuona umeamuka. Najua macho yangu iko. Peterson, uje amuka kwa watoto tafadhali. Next service, asanti. Wewe kama wewe ni mtoto, tafadhali ulikuwa mtoto na umekuwa. You trusted God. Ndio umekuwa umefika hapo. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana na watendee mema. Nataka tujipigie makofi sisi wenyewe. Tumesema kama wewe ni guest, usiamuke saa hii. Tafadhali. Thank you so much. Albert ametupatia 7,000. God bless you. Na ninataka Peterson tafadhali kuja unisaidie kupigia hawa watu makofi ya Factorio 5. Kila mtu asimame. We appreciate all of you na tunawapenda. Na tunawapenda, ni asante sana. Na kama mtoto wako ako na ile home bank, tafadhali mtatuachia ndio tutasifungua the second service. Nataka kuna mgeni mwingine anaweza kuwa anaenda. Juu tulikuwa tumeambiwa wote wakuje second service. Wow, Bernard, karibu sana. Karibu sana. Na usimame hapo kidogo, jawabu uko smart. Simama hapo kidogo. Tafadhali, hii pesa sio ya mtu smart kama wewe. Ongeza kitu kidogo. Niongeze 200. Utatuma kwa M-Pesa? Bwana akubariki. Bernard Kanieru ametupea 10,000, tumpigie makofi. God bless you so much. Kuna mgeni mwingine anaweza kuwa anaenda first service. Naona Emma ulikuwa mgeni wetu, kwa hivyo usiende na pesa yetu. Naweza kukumbuka vizuri sana. Tusaidiwe na Peterson, tutapiga Factorio 5 za miguu na za mikono. Sawa? Kwa sababu ya muda. 1 2 go. Show them. Kwa sababu ya MC, kwanza tupigie MC ndio tujipigie. Fanya mkono namna hii. Shika mbu. Igine asiumwe na mbu usiku wa leo. Piga makofi. Shika tena. Ua. Haya, wewe na wewe tayarisha mkono wako namna hii. Weka moto. Tunaanza na 5 4 3 2 1. Jipigie 5. Asante. God bless you so much. Na nimeona kama kuna mtu mwingine hapo anataka kukuja, ako na Bahasha Church School, hamujafungiwa, tafadhali karibu. Tumeenda haraka kwa sababu ya masaa na hatutaki kufungia kasi. Kuna tumefungia. Mungu awabariki na watendee mema. God bless you all. Thank you. Tumpigie makofi.
Tuwapigie makofi. Thank you. Thank you. Tunapoenda kumalizia studio, haraka studio. Wazazi, tunashukuru Mungu. Kazi kubwa ile tumepewa ni ya kufundisha watoto. Unaona hiyo kitu inakuja pale katika skrini zetu. Endelea. Studio endelea. Good. Hivyo ndio tunapaswa kuwa tunafundisha watoto wetu, na kwa ajili ya kuendelea mbele, huu mwaka emu yetu kubwa ni kununua projector na laptop. Ndio zile story mwalimu ametuambia hapa na zile tunaona pale, tuwe tunafundisha watoto wetu. The projector pamoja na laptop, the amount ile tunapaswa kulace ni 100,000 kwa ajili ya watoto wetu. Na ndio pia wakati wanataka kuona cartoons, tuwe tumechagua zile cartoons wanapasa kuona kulingana na masomo ambao wamepatiwa, ndio waweze kuona. Jambo la pili, tunahitaji vitabu ya watoto. Jambo la tatu, tunahitaji toys na vitu za games. Na pia tunaomba kama uko pale nyumbani na uko na toy ambao hautumii, ukituletea tutaweza kushukuru. Pia katika children ministry, kwa ajili tuko pamoja na brigade, pia tunaomba Mungu mwaka tuweze kusupport brigadier wetu waweze kununua band. Tunataka next year tukue na band. Hata kama ni ndira moja, lazima tununue ndio tuanze hii safari. Kwa hivyo hiyo ndio mambo ile tuko nayo. Na pia mjue ya kwamba church school kila Sunday tunanunulia watoto wetu ama tunawapikia uji. Bwana asifiwe. Na pia ukiwa mtu mkubwa ukikuja pale utakunywa uji. Kazi yetu mingi ni kama hii. Unaona hii? Hivi ndio kazi ambayo tunafanya, especially na wale wadogo, coloring, mambo kama hayo. Hizi ndio vitu tunafanya kule kwa church school. Na pia wale wakubwa tunakuwa na password kama hizi. Hii mambo yote inataka pesa, na wazazi tunajua mkiendelea mbele kutushikilia, tutaweza kuendelea kufunza watoto wetu na kuenda kwa another level. Tusimame deacons wanje, tuombe kwa ajili ya sadaka. Kujeni watoto watatu, kujeni. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu wa mbinguni kwa vile umekuwa mwema, kwa vile umekuwa pamoja nasi, kwa vile Bwana umbali umetuleta, wewe ndiye Ebeneza. Tunakushukuru kwa ajili ya matoleo ambao tumetoa siku hii ya leo. Tazama bure Bwana umetupea. Hii yote ambao tumeleta katika nyumba yako, pamoja na ile ya kushikilia ministry ya watoto, twaitakatisha inapoenda kufanya kazi yako. Baraka zako Bwana siweze kurudia watu wako. Katika wiki ambayo iko mbele yetu, Bwana tuwaomba ukue pamoja nasi. Endelea kutubariki, endelea kutuonekania. Katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. We give all the glory to God. And thank you Patron Elder Joe kwa wakati ambao umetupatia ama umechukua kupeleka watoto na wakati wa sadaka. Asante sana. Na tumefika mwisho. Naomba Elder Moses akuja atamatishe na obi na tuongoze kwa neema. Karibu. Bwana asifiwe. Let's stand up for a prayer. We want to give you glory and honor, God, because we asked for your presence in the service. And we want to appreciate your goodness because you've talked to us in a big way. We want to pray that that word that you have planted in our hearts shall grow and germinate, shall bear fruits,
that it shall be so evident in our lives that our neighbors, our workmates, shall desire to serve our God. We want to leave everything unto you, and we want to invite you to the next service, that God, you shall be with us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, do we pray and give thanks. May the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. I who was leading the service, naitwa John Mureithi ama Mureithi wa Ngai. Nafurahia Bwana kwa kuniokoa na kunifikisha wakati huu. Amenifanya mabaki. Nashukuru sana. Asante sana for our sign language interpreter. Mungu akubariki sana na uendelee na baraka hizo. Mungu akubariki. Tumefika mwisho. Praise team, mtatuongoza na wimbo ya kutoka. Ibada ya pili immediately. Tunaanza ibada ya pili immediately. Watoto wote watakuwa juu. Tafadhali ndio tuweze kuenda na masaa ilivyo. Barikiwe. Wewe ni Mungu, wewe waweza, zaidi yako